Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Nashukuru sana kwa nafasi hii ambayo mmenipatia. Naamini wengi wananisikiza sana. Mataifa yananisikiza. Ulimwengu uzima unanisikiza. Na wakaribisha sana kwa mafundisho haya. Harrison G on the mic. Karibuni sana. Tuko kwa fundisho la 6. Fundisho la siku ya leo. Tunaishi ulimwengu. Nataka kuwajulisha kwamba tunaishi ulimwengu wenye hisia mbili. Hisia ya kwanza, neno la Mungu linapokaa ndani yako na kutenda kile ambacho neno la Mungu linasema. Neno la Mungu hutengeneza uwepo wa neno la Mungu huvutia Roho Mtakatifu. Navyo vitu visivyohusiana na neno la Mungu vinapokaa ndani yako pia hutengeneza uwepo wa vitu ambavyo havihusiani na neno la Mungu huvutia malaika wa ulimwengu. Kwa hivyo roho iliyo ndani yako imekuja kutokana na vile vitu vilivyo ndani mwako. Ikiwa neno la Mungu liko ndani yako na unaishi kulingana na neno, basi utaishi na Roho Mtakatifu. Ikiwa wewe ni msikiaji wa neno wala si mtendaji, wewe upende ukatai, utaishi na malaika wa ulimwengu. Kwa hivyo ile roho iliyo ndani mwako ndiyo hufanya kulingana na mapenzi yake. Ikiwa roho ya Mungu ndiyo iko ndani yako, itafanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Ikiwa roho ya ulimwengu ndiyo iko ndani yako, itafanya kulingana na mapenzi ya shetani. Kwa hivyo kila mmoja yuko na wivu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu na roho wa ulimwengu aliye mfano wa Roho Mtakatifu hawawezi kushiriki mahali pamoja. Ndiyo maana ikiwa wewe unataka ufanye huduma itakayokuwa na mwelekeo, itakayokuwa na uzima, lazima uhusiano wako na Mungu utokane na neno la Mungu ili uweze kumpokea huyu Roho Mtakatifu. Usipokuwa mtendaji wa roho wa neno la Mungu, huwezi kumpokea Roho Mtakatifu. Kwa hivyo neno la Mungu lina hisia ya neno la Mungu ilinavutia malaika wa Mungu. Kwa hivyo ile roho iliyo ndani mwako, hiyo ndiyo itakufanya wewe ufurahie maisha yako ama uteseke. Malaika wa ulimwengu huja kwa njia ya amani. Watu wamekosa kujua jinsi ulimwengu wa kiroho wa shetani ulivyo. Malaika wa ulimwengu huja kwa njia ya amani ili mwanadamu asiweze kuelewa Roho Mtakatifu wa Mungu alivyo. Malaika wa ulimwengu ana tabia za Roho Mtakatifu. Kwa muonekano wa nje ana tabia za Roho Mtakatifu, lakini kwa muonekano wa ndani ambao ni wa kiroho, huyo mtu anapinga Mungu. Kwa hivyo yoyote ambaye si mtendaji wa neno, basi anaishi na roho wa ulimwengu. Na kwa sababu anaishi na roho wa ulimwengu, amekosa kuyajua mambo ya Mungu. Ndiyo nilikwambia kwamba kuna watu wanahubiri neno la Mungu kwa mfano wa Roho Mtakatifu, lakini si Roho Mtakatifu aliyewaongoza. Kuna Roho Mtakatifu wa ulimwengu wa giza, lakini si Roho Mtakatifu wa Mungu. Kuna roho ambayo imefanana na Roho Mtakatifu, lakini si Roho Mtakatifu wa Mungu. Tumekwambia kwamba kwa macho ya kimwili utaonekana kuwa vyote viko sawa, lakini kwa macho ya kiroho tofauti. Kwa hivyo roho iliyofanya makao ndani yako imekuja kutokana na vile vitu vilivyo ndani mwako. Ikiwa vitu vilivyo ndani mwako
vimetokana na neno la Mungu, basi malaika wa Mungu atakuja ndani mwako. Ikiwa vitu vilivyo ndani mwako vimetokana na vitu ambavyo havihusiani na Mungu, basi malaika wa ulimwengu atakaa ndani yako. Mimi nakwambia kwamba usipotafuta mtu wa kiroho, utalani uzao wako. Usipotafuta mtu wa kiroho, utalani uzao wako. Ulimwengu wa kiroho wa shetani umetoa jicho ili kupoteza watu wanaomtafuta Mungu kwa njia ya roho na kweli. Kwa hivyo usipopata mwelekezi, sikudanganye, hauwezi kutoa kitu chochote ukajenga uhusiano wako na Mungu. Hakuna. Hauwezi kutengeneza kitu chochote ukaimarisha uhusiano wako na Mungu, isipokuwa tu unapokuwa mtendaji wa neno, basi umejenga uhusiano wako na Mungu. Abrahamu alibarikiwa na Mungu kwa sababu uhusiano wake na Mungu ulitokana na neno la Mungu. Lakini wewe unatoa 100,000, 200,000. Ikiwa umetoa 100,000 kwa mtu aliye na roho wa Mungu, sikudanganye, maisha yako hayatakuwa vile ulivyo. Sikudanganye. Kwa nini utowe alafu ukapate ajali? Kwa nini mtolee Mungu alafu magonjwa yazidi? Hii inamaanisha kwamba yule uliyemtolea ana roho ya ulimwengu. Eti mimi nije kanisani kwako, nitoe sacrifice, nitoe sadaka, alafu nikitoka hapo shida zinaongezeka? Sijamtolea Mungu hapo, nimemtolea shetani. Kwa hivyo watu wa ulimwengu wa kiroho wa shetani wamekamata watu ambao wanajiita ni Wakristo, lakini hawajui njia za kiroho za Mungu. Kwa hivyo ili wewe ubarikiwe ama ulaniwe, italingana. Ikiwa yule ambaye umemtolea na roho ya Mungu, ulichokitoa lazima kitakuwa chanzo cha baraka. Umetoa sana makanisa mengi, umetoa sana pesa mingi, lakini maisha yako hajabadilika. Hata yule aliye na degree, PhD, pia amekuwa shoga. Na wewe usiku na mchana unamuomba Mungu. Wewe umuombi Mungu, unamuomba shetani. Utakapojenga uhusiano wako na Mungu kutokana na neno, lazima uzao wako utakuwa chanzo cha baraka kwa watu wengine. Kwa nini wewe umjue Mungu na uzao wako upotee? Wewe umemjua shetani. Umemjua shetani. Walio na roho ya ulimwengu hawafichiki. Sikudanganyi. Walio na roho ya ulimwengu hawafichiki. Angalia wenye huduma wengi wameaibika, hata hawajui waseme nini. Wameaibika mpaka hawajui waseme nini, kwa sababu ile roho iliyo ndani yao si ya Mungu. Mbona badilika sana. Badilika. Natamani unipe uzao wako. Natamani unipe mmoja tu. Kama si mume awe ni mke. Kama si mume na ni mke, unipe wote. Utakuja niambia, Mungu aliyenibariki na hii nyota ana uwezo wa kukubariki hata wewe. Ana uwezo wa kukuinua hata wewe. Mbona unahangaika? Je, umegundua kwamba ile roho ambayo iko ndani mwako si ya Mungu? Si ya Mungu, ni ya ulimwengu. Na hiyo ndiyo imekuaibisha. Lakini kwa sababu unataka riziki, unaendelea kumtumikia Mungu hivyo hivyo. Unamtumikia shetani, umtumikie Mungu.
Si nimekufungua macho. Kwa hivyo ukifungua Yakobo moja inasema ya kwamba roho iliyoika makao ndani yako imekuwa na mwelekeo wa kuona wivu. Ikiwa roho iliyo ndani yako ni ya Mungu, itakuwa na wivu, haitakubali kushare na roho ya ulimwengu. Ikiwa roho iliyo ndani yako ni ya ulimwengu, haitawahi kubali kushare na roho ya Mungu. Uchague uwe mtendaji wa neno, upokee Roho Mtakatifu. Uwe msikiaji wa neno, upokee roho ya ulimwengu. Utachagua lipi? Badilisha. Uzao wako, baraka zake ziko ulimwengu wa kiroho wa Mungu. Unafundisha bure. Unanisikia wewe? Tafuta muonaji, tafuta mwenye ufahamu aweze kubadilisha maisha ya wanao. Unajua kule unakoenda, hata hujui. God bless you. Mimi nimemaliza mafundisho yangu. God bless you. God bless you. God bless you.